Je, unajua siku la kuchinja, Idi la kuchinja Waislamu wanyama, ile siku wafanyabiashara wengi wa kimataifa ambao anatoa kafara za kuchinja wanyama kwa lengo la biashara zao, anajiingiza kwenye ile siku ya kuchinja la Idi. Si wote wale Waislamu wanachinja, hapana. Wengine ni Wakristo, wengine hawana dini, lakini kwa sababu ni siku ambayo inatambulikana kimataifa kokote kule, kwa hiyo wengi anachukua nafasi hiyo, anachinja wanyama wa kafara za biashara. Anaweza kutoka nchi nyingine kwenda kuchinja nchi nyingine, hawezi akachinja eneo la kwao, atajulikana tu kwamba wewe ni Mkristo, mbona unachinja leo? Wengine anasema mimi nachinja tu kusaidia Waislamu, kumbe amepewa masharti na waganga na wataalamu wa dawa mbalimbali, au anachinja ile siku. Kwa hiyo inachinjwa ile siku, mnyama anachinjwa, anagawa. Anaweza akachinjwa mbuzi 10, 20, 30, ng'ombe 10, 30, akazigawa kwa watu mbalimbali. Hiyo ni kafara. Acha Waislamu anachinjwa ndio, lakini wengi anajiingiza pale. Ukienda kwa mtaalamu kumpata dawa ya kutajirika na akakwambia masharti, utakuwa unachinja mnyama, unachinja mbuzi, kuku, kondoo na ng'ombe, hiyo ni masharti mazuri kuliko kuchinjwa wanadamu au kuchukua kafara ya wanadamu. Kwa hiyo utachinjaje sasa? Basi ndio unajiingiza kwenye sikukuu. Kwa hiyo wengi sikukuu wanaochinja 99% ni watu ambao wanachinja kwa lengo la kafara za biashara zao. Ndio maana unakuta ng'ombe zimetoka Uturuki, ng'ombe zimetoka nchi fulani, zimetoka Nigeria, amegawa. Sio tu Tanzania peke yake, ni dunia mzima watu wanafanya hivyo maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kafara ya kuchinja wanyama kwenye biashara ndio kafara mzuri, ambayo biashara yake inaenda muda mrefu, haina madhara. Ukiwa unajiona kwamba mimi sitoendelea na uhai, watoto wangu ndo hawa, unamwambia tu mtoto wangu, watoto wangu, kaeni hapa, biashara yangu masharti kuchinja kafara. Usije kaacha kuchinja kafara. Mkipata hela bilioni kadhaa, milioni kadhaa, kiasi kadhaa, chukueni kile, nunueni ng'ombe, nunueni mbuzi, chinjeni, mwagawe watu siku kula Idi. Mtoto akiuliza sisi wa Kristo sasa tutachinjaje sikukuu? Sisi tutake mambo ya Ukristo, lazima chinjeni kulingana na sheria za biashara zangu. Watu wanachinja kulingana na sheria, amevaa kanzu yake, anaenda kuchukua ng'ombe, anaenda nchini Uganda, anaenda Msumbiji, anaenda Zambia, anaenda Zimbabwe, anagawa kule. Basi kisheria mtu amefika, amechinja ng'ombe, anagawa mbuzi, watu wanapokea. Kumbe ni kafara za biashara. Kwa hiyo unaweza ukahamisha mali zako, kama mali zako zimetengenezwa na kafara za wanadamu, viungo vya wanadamu, damu za wanadamu, watoto wachanga na uchawi hatari, unaweza ukaigeuza biashara yako ikasafishwa vizuri, ikaingizwa kwenye biashara za kuchinja ambazo hazina madhara. Asanteni.